Mwanamke muuaji anaua wanaume ili mradi aweze kuishi. Picha yetu inaanzia eneo hili hapa la Milembe. Tunamuona Nid yeye akiwa amekaa hapa akiwa na mawazo mengi, lakini Nid ana stori ndefu sana ambayo anataka kutupa hapa. Nid akiwa yupo katika shule hii au akiwa sehemu hii ya Milembe ama kama gereza la watu ambao akili zao hazijakaa sawa na madaktari wakitaka ushauri. Hapa daktari alimfuata na kumwambia hakika inabidi uende ukapime afya, lakini Nid alichotoa akatoa kipigo kikali kwa sababu yeye anajua kitu gani ambacho angefanya. Na tatizo lile limpelekea moja kwa moja kufungwa gerezani au kufungwa katika mlango peke yake. Nid sasa anaturudisha tena nyuma na nyuma na nyuma, yani miongo mingi na miezi mingi ambayo imepita akiwa yuko shuleni kabla kuingia pale katika eneo lile ambalo Devin Ketro. Hapa kunaonekana watu wakitiatia vitu katika maji, yani maporomoko hapa. Na hapa Nid akiwa amekaa siku hii hapa wanasherehe katika shule yao ambapo yuko na shoga yake ambaye anaitwa Jennifer. Jennifer alikuwa ni mwanamke mzuri sana mapepe ambao ni mcheshi, sio mchezo. Nid akiwa hapa yuko na shoga yake na hao wengine wanashangaa ambia bwana sawa hata kama ni mcharuko yuko hivi lakini ni shoga yangu. Na muda show bwana ukaendelea. Nid anapiga makofi na furaha tele huko akimpungia shoga yake ili mada aweze kumuona. Huyu pembeni huko alikuwa anakeleka vibaya. Yani unajua tena wanawake anataka kiwa na wewe ndo shoga yake, basi shoga wewe ndo shoga yake peke yake, shoga yako wewe sio shoga yake. Basi alipomaliza show yake Nid na Jennifer wakaja hapo wakaongea, na Jennifer ikabidi amwambie bwana hakika leo ya Motobendi wanakuja, kama ya Motobendi wanakuja twende tukaangalie show. Nid akamwambia bwana mimi nitakuwa na appointment na Chipu leo kwa siwezi kwenda sehemu yote, inabidi niende nikalane mzigo huko juu kwa juu. Akamwambia sikiliza wewe, mimi ndo best friend forever, kwa hiyo naomba ucancel nani yako. Dada baada ya kuambiwa na hivi kabidi aje moja moja kwa mchizi Chipu. Akamwambia bwana Chipu sikiliza, Jennifer ameniomba twende katika bendi, kwa hiyo mimi siwezi kukaa hapa, lazima niondoke na Jennifer. Jamaa akamwambia mbona kile kitu anachokuambia Jennifer wewe uwaga unafanya umeelewa, lakini mimi ninapotaka mambo yangu na kuwa mkali. Akamwambia sikiliza, hebu angalia hapa, sisi ni best friend forever. Kama ni best friend forever hatuwezi kuachana, umeelewa? Kwa hiyo wewe utakula vitu kwa muda wako na Jennifer anapotaka muda wake wote nampa, kwa sababu mara nyingi huaga mimi nakaa na wewe na kamdhilisha kumuonyesha chena. Akamwambia basi sawa. Jennifer alipokuja hapa mchizi Chipu kama alimaindi fulani akamwambia bwana endelea tu kumteka demu wangu, umeelewa? Mchizi kampiga dongo lakini hawakujali hao, wakaondoka kuingia ndani ya bendi. Jennifer bwana alikuwa mwanamke mzuri sana ambaye anavutia vibaya kutokana na rangi yake, nywele zake, macho yake, hata lipsi zake. Kila mwanaume alitamani kumsogelea. Jennifer akakamata mashine gani akaishika kidogo. Huyu hapa ni Ahmed yeye ni mtu ambaye ni wa karibu sana na kina Chipu na kina Jennifer, lakini hapa alikuwa hajaonyesha vishobo sana. Basi lakini hapa ghafla anatokea mwanaume mmoja ambaye anaitwa Nikolai yeye ni kijana ambaye anaendesha hii ya Motobendi. Lakini Jennifer baada ya kumuona Nikolai akatokea sana na kuvutiwa na Nikolai, yani kama mate alimjaa mwenyewe akaanza kujitongozesha. Hapa jamani karibuni sana na hapa ndo tumekuja kupiga nani show. Basi Jennifer akamwambia bwana hakika nitakununulia pombe mimi. Jennifer akatoka na Nid pembeni, lakini Nid yeye ili swala kulipendezewa, lakini hapa kuna maongezi ambayo anasikia kina Nikolai akiongea bwana hakika atakuwa bikra. Jinsi alivyomwona anaonekana bado mshamba ni virgin. Basi akatoka hapa akaenda kumwambia bwana sikiliza Nikolai, naomba ukae mbali na shoga yangu. Unajua tuna best friend forever. Lakini hapa ikabidi Nid amwambie Jennifer bwana hakika achana naye huyu mtu unampenda kiume, utakataka kumpaka kuna kumnunulia unywaji anywe, lakini huyu mtu anaonekana ni mbaya upande wako. Haya show hapo ikaendelea, jamaa na kiwasha ya Motobendi hapo. Nikolai anaimba ni performance kali, lakini Nid kuna jambo la tofauti hapa naliona, ni ule moto ulivyoungua na huyu jamaa Nikolai na bendi nzima wakapretend kama hawajaona, umeelewa, na kaendelea kupiga gita kama ilivyokuwa kawaida. Lakini baadaye moto ulipozidi kupamba moto, Jennifer akaona mbona mambo kama shirikina kichawi, kwanza nimchukue Jennifer niwahi kumtoa hapa nje Jennifer, kwa sababu alipata kama gungumbizi au kuzubaa. Mwisho wa siku ile baa yote ikaungua na watu wengi wakapoteza maisha. Jennifer akamtoa Nid katika upande wa dirisha na wakatoka moja kwa moja. Nikolai alipotoka hapa nje akataka kuwapumbaza na kuendelea kuwachukua kwa sababu alishawateka kiakili na kihisia. Akaendelea hapa kumpa whisky Jennifer endelee kunywa ili madi apate kufanya jambo lake. Kunywa. Sasa Nid jambo hili linamshangaza sana. Kwa nini huyu jamaa ananiingilia chapu kwa haraka? Na Nikolai akamchukua Jennifer akaanza kuondoka naye. Hata nani alipokataza huyu mzee asiondoke, akamwambia sikiliza, acha mimi niende. Kwa hata Jennifer akajikuta bwana tulia, mimi naenda narudi. Akamwambia sio unajua bwana mimi sio bikra tena. Baadaye kwa mtoto na ataka siku akavunja bikra yake kwa mwanaume kwa sababu alitokea sana kufanya kumpenda.
Nani Nids alirudi nyumbani na kumpigia Chips, bwana Chips bwana, kuna watu wameona wasiojulikana wamemchukua Jennifer, wamekutana leo. Yani Jennifer kweli kama mraisi kama Salha Juma. Jamani ni hatari sana. Basi wakapiga pale story, jamaa kaona sio shida bwana, kama huyu Jennifer kaona kafikia tena hatua ya kuwa kama Kisalha, acha tuangalie tunafanyaje. Lakini usiku hapa alisikia sauti zimegonga, na hapa baada ya kusikia akasikia sauti kama za mihemuko isiyojulikana, na alipotoka hapa mbele ya macho yake anamuona Jennifer ameharibiwa vibaya sana. Yani Jennifer amepigwa vikali sana, damu nyingi zikiwa zipo zinamtoka mwilini, na hajajua huyu Jennifer ametokea wapi, kitu gani kimemkuta. Akamwambia what happened, kitu gani ambacho kimekutokea? Jennifer alimwangalia kwa simanzi, na mwisho wa siku akatoa tabasamu lile ambalo lilikuwa kama feki, lakini alionekana kama mtu ambaye ana njaa sana. Jennifer alitabasamu, lakini hali yake ikawa sio nzuri, na ikabidi afungue friji na kutafuta chakula, lakini alitapika damu nyeusi na kote zikamchafua. Na Jennifer alivyoona vipi, akamsogelea Nids kipindi anapiga simu, akamsukuma akamwambia nataka nikutafune leo. Basi alipotaka kumtafuna tu, umeelewa, shoga yake akawa anaogopa sana na kuogopa, lakini yote Jennifer yamemkuta kutokana na ubishi wake. Umeelewa? Shoga alipoulizwa vipi, unaogopa nikukula? Anambia ndio naogopa sana, tafadhali usinile. Basi akamwacha hapa na Jennifer akaondoka, lakini Nids alihisi kama ndoto kubwa ambayo ameiota. Lakini huyu mchizi analia sana kwa sababu baadhi ya marafiki zake na ndugu zake waliungua na moto. Kwa hiyo watu wengi, wanafunzi walipoteza watu katika show ile ya jana. Lakini Nids anakumbuka jana usiku Jennifer hali yake ilikuwa mbaya, na mara hapa ghafla anamwona Jennifer akija yuko safi na salama, yani mzuri, na anacheka ovyo, na ilikuwa sio kawaida yake. Haya, tunaendelea. Jennifer akawa na mambo ambayo tabia ambazo sasa hivi zimeonekana hazieleweki. Na nani ikabidi amwambie Chips, bwana sikiliza, Jennifer ambao sasa hivi tabia zake simuelewi. Lakini mchizi hapa siku zote kutokana na yeye Jennifer mkubali, anaona kama mmemwenzia. Bwana achana naye. Umeelewa? Wewe kama unaona kuzingua, achana naye, kaa naye mbali. Unaona? Lakini Jennifer alikuja hapa kumtaka kama pole humchizi. Jiona. Bwana Jona, pole sana kwa kilichokukuta kwa ndugu yako kufariki. Kwa hiyo ina maana kazi ya Mungu, na kazi ya Mungu haina makosa. Jennifer akajitongozesha pale kutokana na uzuri wake. Mwenyewe akamwambia basi twende nikakuamshe, nikakurusha kijoti, ikiwezekana hata bao moja. Mchizi kaona kijoti tena na mtoto muda mwingi ulikuwa nakutamani na kutaka. Basi wakufika hapa mchizi akaamba bwana vua basi nguo zako nikupagawishe nione huo mwili wako. Na alipovua tu Jennifer alibadilika na kumzuru vibaya. Kwa hiyo tunagundua hapa kwamba Jennifer sasa hivi si mtu ama sio kiumbe cha kawaida, na yeye anatumia uzuri wake kuwalaghai wanaume na kuwaua, ili mradi aishi inabidi auwe, kutokana hatujui kitu gani ambacho kule kimemkuta. Na Jennifer mara kwanza kwa hivi makelele mazito mwalimu anasikia, na mwalimu akajua hiki ni kitu gani, mbona upiga makelele kama sasa anajiona. Ikabidi afunge gari lake na kwenda kumwangalia, akakuta Jona tayari ameshakufa. Mwalimu alitayari kakuta ule mwili umeliwa vibaya. Na hapa mwalimu kupiga simu, na huku pando hapo anamwona Jennifer akioga katikati ya mto akiwa yuko uchi wa mnyama. Mtoto kweli ni mzuri. Upande hapa Nids akiwa anatabasamu huku akijipikisha kidogo apate kula, na akisikiza podcast live katika redio na taarifa ambazo zinatangazwa, kitu ambacho kinampa tahayari, yani anashangaa ni kitu gani kinachoendelea. Basi alisikiza redio, lakini redio hili lilikuwa na mambo mabaya ambayo natoa taarifa za watu kufa. Na hapa Jennifer alimpigia simu. Jennifer anajiona yuko so sexy, yani anakiangalia kishundu kwenye kioo na anazidi anasema subiri nitawana nini. Sasa hapa angalia mambo anafanya, anachoa kibiriti, anachoma ulimi, lakini hakuna chochote anachojisikia. Haya, usiku wake Nids anampigia bwana yake Chips, bwana sikiliza, mimi nataka tuonane nikueleze mambo ya Jennifer. Jennifer sasa hivi amebadilika sana tabia zake na mambo yake mimi siyaelewi. Na ilipofika siku ya kwenda kutoa lambilambi ama nini, kweli watu walifanya mazishi na yule jamaa alizikwa, lakini habari nyingi zikatembea, watu walilia, lakini Jennifer yeye alizidi kujishangondoa, yani kiuna kitembea kulia mpaka kushoto kinaenda, yani mguu unatingishwa, yani tako mpaka litingishike. Unajua tena wazungu walikuwa hawana nyama, angekuwa tena kama ndugu yangu mimi sijui ingekuaje. Basi hapa katika mazishi yanaendelea, lakini watu wengi wamekuswa na kile kitu ambacho kimetokea. Hapa darasani mwalimu akiwa anafundisha kama kawaida, mwalimu anafundisha, lakini Jennifer kama kawaida yake muda mwingine anabadilika na kuwa yuko hivi, anakuwa yuko so serious. Watu wote wanashangaa na tabia za Jennifer. Yani mwalimu anaongea, lakini yeye mara nyingi anakuwa gataa yupo. Nini anamwambia sasa, hii umekuaje shoga yangu? Anaambia bwana sikiliza, ni vitu vya kawaida. Hapo kuna mwanaume mmoja ajitokeza anaitwa Colin. Colin yeye alikuwa anamwangalia Jennifer katika sura nyingine ya mapenzi. Umeelewa? Kwa anajitongoza. Jennifer akamwambia sawa,
kama umetokea kunipenda, lakini mimi bwana sipendi wanaume design yako, akaachana naye. Lakini kapiga miguu miwili kamkuta bwana yake huku Nidis anaongea na Chips kwenye wivu, umeelewa? Inabidi Jenifer alirudi tena kwa yule mwanaume kwenda kumwambia bwana hamna shida, tutakulana na mzigo. Mchizi wa pombe amepanga appointment na Jenifer kukutana usiku wa leo, walaani wakamuane vibaya. Lakini location ambayo imetolewa ni huku kwa yule mwanamke Chips na mume wake. Basi bwana mwanadada aliingia naye ndani taratibu na kuanza kumtomasa au jamaa na kumvua nguo bwana, imadi nini anyonye koni. Lakini macho yake yalipobadilika, Jenifer akaanza kutumia nguvu nyingi na mwisho wa siku alimfanya kitu kibaya, yani alikula sehemu zote za ule mwanaume akiwa hapa kimekaa kimapenzi, umeelewa? Kwa hiyo Jenifer anatumia nguvu kubwa sana kuwaragai wanaume wote, na hii ndio silaha na yani udhaifu wetu wanaume. Tunaposhikwa na haja zetu tunakuwa kama majinga, yani tunakuwa machizi kabisa, na kama ukimpata mwanamke mwenye roho kama Jenifer tutakufa sana wanaume, na ule ndio kawa mwisho wa ule mchizi. Lakini hapa Chips na pamoja na Nidi wakiwa nakulana mzigo, mara damu nyingi wanaziona, lakini tukio lile Jenifer lote akawa analiona, akaona huyu Jenifer kawaje, basi ikabidi akimbie vibaya sana kuogopa kitu ambacho amekishuhudia. Lakini hapa katikati barabara muona Jenifer ameloa damu mwili mzima, umeelewa? Anapopiga breki hivi mwangalia Jenifer alishuka kwenye gari na kumtisha kama kawaida, so kama ndoto, ni jambo la live. Jenifer huyu hapa anatabasamu, anacheka. Nidi aliwasha gari chapu kwa haraka na kuondoka, lakini Nidi anaporudi nyumbani analia amini kwa kile kitu ambacho amekiona. Anafungua mlango wa chumba chao, anamkuta Jenifer amelala tena zamani. Anambia vipi, unatokea wapi shoga yangu? Anambia wewe. Anambia nini bwana, mimi muda wote niko hapa, unaogopa kitu gani? Anambia hapana, umeelewa? Lakini Nidi kutokana huu ni shoga yake, anajua hawezi kunifanya kitu chochote, na kwa sababu hajui nchi yote inaendelea. Lakini sasa Jenifer kwa ukoli wake ilibidi amuelezee jinsi ilivyokuwa. Ambaye siku ile bwana tulivyochukuliwa hapa na wale majamaa wapiga ngoma, walinichukua mimi na kunitoa hapa, na mwisho wa siku mimi sikujua kama ndani ya gari wako wengi, na hapa wakashuka nataka nikimbie, wakanikamata kinguvu, nikajua wameenda kunibaka. Mwisho wa siku wakanila mtungo watu wote, wakanifanya cha wote, lakini wale walikuwa ni wachawi, umeelewa? Wakafanya matambiko yao pale na mwisho wa siku wakanitoa sadaka. Kwa hiyo na majamaa hawa kina ya Moto Bendi walimtoa ubinti sadaka ili mradi wapate kuazidi kuwa maarufu, na siku zote wachawi ndio kitu ambacho wanatumia, yani kama wasanii hawa kutoa watu wengine sadaka ili mradi wao muziki wao uendelee kusikilizwa. Kwa hiyo udada Jenifer alitolewa sadaka, cha kwanza kwa sababu ni bikira, hakuwa mwanamke ambaye tayari alishatumika. Kwa mchizi hapa yeye mkuu ya Moto Bendi akakiwasha moto bwana, akampiga sana visu udada, na mwisho wa siku udada amefariki dunia na kumchukua na kumtupa katika kile kisima ambacho kinakaa kimeminika. Na mwisho wa siku Jenifer anaonekana tena amerudi kwa hai, na tujui kitu gani ambacho Jenifer kimemrejesha kwa hai, lakini kwa sababu yeye ni bikira na ndio maana majamaa walimtaka na kwenda kumuua. Kwa hiyo ndio maana alimwambia nilirudi nyumbani nikiwa na njaa nyingi sana, lakini nilijizuia kukula wewe. Yani ni kila nyama ya binadamu mimi ndo nakaa vizuri shoga yangu. Kwa hiyo nimeshindwa kukuua wewe kwa sababu wewe ni shoga yangu, na siwezi nikakufanyia kitu kibaya kama hiko kukuua. Sasa leo hapa Jenifer anafanya makosa kumueleza huyu mtu, umeelewa? Lakini yule Ahmed naye na mimi ndo nilomuua. Kwa hiyo Jenifer alieleza situation nzima ya watu wote ambao wamekufa. Nidi kaona Mungu wangu, kama sasa umeshakuwa hivyo, ina maana hata siku yoyote utaniwa. Akamwambia sijui nikudhihirishia. Akajichana bwana. Muda ule alivyojichana rangi yake ilirudi tena. Akamwambia sasa hivi najisikia faraja sana, kwa sababu hapa nilivyo nitaishi maisha yangu mengi, nitaishi milele. Jenifer anaambia bwana Jenifer imuondoka. Nidi anamwambia Jenifer aondoke, na Jenifer kule akajikataa. Watu asubuhi kama kawaida wanazikana. Sasa hivi dada ashajua mchongo kitu gani ambacho kinaendelea, umeelewa? Mama au mtoto analia, mwanangu jamani nilimpenda sana ila Mungu kampenda zaidi. Basi mazishi alivyoisha Jenifer Nids alienda maktaba moja kwa moja kwenda kusoma vitabu vya mambo haya ili mradi ajue jinsi gani anaweza kumsaidia shoga yake atoke katika hali ile ambayo anayo. Na kwa nini alimchukua mwanamke bikira kama huyu akamtoa sadaka? Basi alisoma diski kwa umakini mkubwa, akaelewa, umeelewa? Akaona kama kwamba utapomtoa mwanamke bikira, yeye tena hurudi kwa hai na mzimu wake hufanyia kazi nyinyi kila anapozidi kuua au anapozidi kung'ala, na nyinyi ndipo ambapo mnapata nini? Mnapata neema huko nyingi na mnaishi maisha yao milele. Sasa majamaa katika kuua pale kuna masharti waliyakosea. Kwa hiyo mwanamke alirudi kama mzimu, na ilimadi aishi inabidi ale nyama za watu. Haya ni sasa hapa anaelewa namna gani Jenifer sasa hivi alivyo, na akaambiwa kabisa, na hata kama ukitaka kumuoa mwanamke
ambao yeye tayari ile shetani limemuingia. Ataporudi tena duniani inabidi uchome moyo wake ili mada apate kufa. Kwa hiyo Nid alitoka hapa kwenda kumwambia moja kwa moja Chips, bwana sikiliza, Jennifer yule sio mtu, Jennifer sasa hivi ni shetani. Kwa hiyo Jennifer ili mradi aishi lazima ale nyama za binadamu. Jamaa akaona kama picha hivi, akamwambia bwana wewe endelea, yani kila siku na kituko kipya tuna Jennifer, mara Jennifer hivi, mara Jennifer hivi, umeelewa? Mchizi sasa kama hataki kuamini kitu ambacho anaambiwa na Needs, umeelewa? Chipo akamwambia sikiliza, wewe ukiona umuelewi nimekwambia urudi zako, achana naye. Yeye hapa muda wote anakuwa mtu wa wivu sasa hivi, na kwa sababu anajua Jennifer siku zote yeye ndo anamharibia appointment zake. Hataki kwenda kunyandua Jennifer, anajifanya Need njoo bwana twende sehemu fulani, unajua tuna mashoga. Mchizi sasa akawa yeye haingii wala haamini kinachoendelea. Usiku wake ulipofika hapa, umeelewa, mama wa huyu mtoto Chipu, umeelewa, leo kuna show nyingine, lakini huko anaonekana Jennifer akiwa anajikeka tena vizuri na kujipamba usiku hapa. Na mwanamke huyo alipotoka hapa naye akiwa yuko vizuri amejipamba, yani na maana leo kuna show tena. Lakini sasa kipindi Chipu anaenda zake kwenye nini ile shughuli ambayo ameambiwa, hapa anakutana na Jennifer. Jennifer akamchukua, maneno anataka kuondoka naye. Sasa mchizi kama anamkatakata, ambaye sikiliza bwana shemeji, unajua mimi nakutekea sana na kujali vibaya, alafu mimi sinaga mambo hayo, wewe hizo chuku za kwako wewe. Huku show sasa ikiendelea, hao wasanii ambao mara kwanza walikuja, na wasanii siku zote wanabudisha hapa shuleni kwao, basi ya moto bendi na kiwasha moto. Lakini mchizi hapa Needs anakumbuka kama mumewe au bwana wake yuko mbali, na hapa alikuja nyumbani kwa mamake mkwe, akaambia bwana ametoka kama masaa mawili matatu, amesema ameenda kuangalia muziki. Sasa akajua mtume huku sasa hivi Chip atakuwa katika hali mbaya sana juu ya Jennifer. Jennifer alimchukua Chips na akataka kulala naye romance, lakini Chips alikataa, akamwambia bwana hakika wewe ni shemeji yangu, siwezi kufanya mambo kama hayo. Lakini Jennifer baada ya kukataliwa akataka moja kwa moja leo amuue Chips kwa sababu njaa imemshika. Lakini alipofika Needs akuuliza, akamwambia bwana anakuwa vipi sasa? Tulia, akampulizia ile perfume ya kumkatakata kidogo moto na kumtoa bwanake nje. Lakini bwanake alikuwa hali yake sio nzuri na akaanza kutapika tena ile damu nyeusi. Umeelewa? Jennifer yeye akataka kumuua na Needs jambo lile lilimkera sana. Akamwambia tena Jennifer, tena sasa hivi umepitiliza, wewe tena sio rafiki mzuri. Unataka kumuua kwa nini? Unamuua huu, unajua mimi ndo bwanangu ambaye ananipa raha, ananipa amani ya moyo. Kwa nini unafanya hivi? Umeelewa? Jennifer akakaa akamwambia hakika huyo sio kitu, wanaume ni watu wabaya sana. Tafadhali naomba niachie, mimi ni mzuru, mimi ndio rafiki yako, kwa sababu mimi nilikuacha wewe kukua. Lakini sasa yule Chipu akachukua bomba zito akamchoma Jennifer. Umeelewa? Jennifer damu zikanamtoka, lakini bila kujua hapa Jennifer hawezi kufa kwa kuchomwa tu. Na Jennifer akaondoka na kuwaacha. Lakini hali ya mvulana ikawa sio hali nzuri, kwa sababu tayari Jennifer alimfanya kitu kibaya na hapo akapoteza maisha. Kwa hiyo Needs anashuhudia kwa macho yake, anampoteza bwana wake, anampoteza mpenzi wake. Haya, Jennifer akiwa amelala hapa na Needs akaja moja kwa moja ndani na vurugu likaendelea. Umeelewa kwa nini bwana wake ameuliwa? Unaelewa? Needs akamng'ata Jennifer na ile cheni ambayo aliweka ya ushoga wao best friend forever ikaondoka. Na mwisho wa siku Needs akachukua kitu kikale akamuua Jennifer. Wanangu wewe, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare pia. Na kama unapenda movie kama hizi mara nyingi za kutisha na za kuogopesha na za kufundisha, tafadhali usisahau kuandika hapo na kusubscribe ili mradi kuwa mwanachama wa chaneli yetu ya Tam Recap TV. Huu ndio unakuwa mwisho wa Jennifer. Lakini Jennifer hakutaka kumuua shoga yake, ndio maana alijikinga naye. Lakini shoga yake kwa sababu ya utamu wa mapenzi ama kwa ajili ya mwanaume, ndio maana amechukua maamuzi ya kumuua shoga yake. Najua Jennifer kwa uwezo aliokuwa nao alikuwa na uwezo wa kumuua Needs, lakini Jennifer japo alikuwa tayari ashakuwa shetani, lakini shetani huyo alijua kama huyo ni shoga yake. Na mama anakuja anashuhudia mwanae Jennifer akiuliwa nyumbani kwake pamoja na Needs. Needs amemuua Jennifer mikononi mwake, na hiki ndicho kilichomfanya Needs akamatwe na kufungwa hapa gerezani na kuonekana kama mtu ambaye hana akili vizuri. Na hiyo ndio historia ya Needs. Hapa Needs baada ya kung'atwa na ule uwasho wa Jennifer, meno yake yanaendelea kumsumbua. Basi yeye alichokiona ni akaanza kujikuna, lakini nguvu zote za Jennifer zimehamia kwake yeye. Na Needs ataendeleza ile swala la kuendelea kufanya mauaji ili mradi Jennifer apumzike kwa amani.
Ushetani ambao Jennifer ndio ambao ushetani umerudi kwa Nids. Nids alichukua kile kisu na kutoka moja kwa moja, maana gereza tayari alishatoroka. Ama jamaa alikuwa mastaa, lakini wote Nids aliwapitia na kuwaua vibaya kwa kutumia kisu chake. Na hapo ndo mwisho wa